Leo ni siku nyingine tumeamka vizuri kabisa, na leo nataka tuongelee kuhusiana na maadili ama etiquette, ambapo tunaongelea personal etiquette, maadili ya wewe binafsi, tabia, respect and so forth. Kuhusiana na nini? Lulu, wewe, Anthony, wewe, Jacqueline and so forth. Sasa tunapozaliwa tunaelekezwa ama tunatunzwa, tunakuzwa, tunafundishwa, tunatengenezwa kwenda kuwa bora hapo baadaye, na muda wetu mwingi tunautumia kwenye utoto katika kujifunza. Yaani mambo mengi yanafanyika kwenye age ya utotoni kabla hatujaanza kukua. Sasa wakati tunaanza kukua, sasa tumeanza kupata akili timamu vizuri. Sio kwamba uko huna akili, hapana, ulikuwa nazo, sema tu ulikuwa unahitaji kusaidiwa na za wengine ili kuweza kusonga mbele. Sasa tunapoanza kujitambua vizuri, tunapoanza kusimama wenyewe na kuendelea kujifunza, lakini most of the time tunakuwa tunatumia akili zetu, ndio tunaanza sasa kuingia kwenye maisha ya age tofauti. Alafu baadaye tutaingia kwenye teenage, tutaingia kwenye hapo kwenye 20s, utu uzima kidogo, ukijana kidogo, tutaingia utu uzima, alafu tutaenda kuingia kwenye nini zaidi ya utu uzima na kuingia kwenye uzee and so forth. Baada ya kujitambua, hizi stages zinazofuata zinakuwa zinapita kwa haraka sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo unavifanya katika hiyo age uko nayo, lakini most of the time tunatumia kwenye utotoni pale, na hasa kwenye kujifunza na vitu kama hivyo. Sasa jamii inayokuzunguka, walezi wanaokuzunguka, wazazi uliokuwa nao, ndio wanaosaidia kujenga ama kumjenga yule mtoto kuja kuwa fulani huku mbeleni. Obviously baadaye utaongeza na nguvu zako na elimu na mafunzo mengine ambayo tutakuwa tunaendelea kuyapata duniani, lakini msingi basic ni pale kwenye ule umri wa utotoni, pale unapojifunza kuita mma, mama, ma, baba, dada and so forth. Ndio unapoanza kujenga akili, ndipo unapoanza kumjengea mwanao, mtoto wako, mlezi wako akili. Sasa tabia pamoja na hizi etiquettes nazo zinapaswa zifundishwe ama tujifunze tukiwa katika umri huo. Na ukiwa kwenye utoto hujui kama unapaswa kujifunza ama vipi, lakini mazingira yanayokuzunguka ndio yatakayo kushape wewe. Wazazi wanaokuzunguka ndio watakao kukuza wewe. Kwa hiyo hivi vitu vinamata sana, na tunaweza tukachukulia juu juu na huu usasa kwamba it doesn't matter unapata mtoto na nani. Hapana, nyinyi partner lazima muangalie nguvu yenu ikoje. So hii inategemea wakati mnakubaliana kwenye kumtengeneza mtoto, nyinyi partners mnaangalia weakness ya huyu, mimi na strength hii and so forth. I know inawezekana tusipitie yote but tuje kwenye topic tunataka kukiongelea ni kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Sasa mazingira tunayomtengenezea mtoto, tabia tunayomtengenezea mtoto, nidhamu tunayomtengenezea mtoto, heshima tunayomfundisha mtoto, ndiyo inaenda kureflect huko mbeleni. So kuna vitu vidogo vidogo ambavyo sometimes tunavi oversee them na nisi kwamba labda sio muhimu, labda sio sahihi, labda sijui ni usasa labda pengine. Lakini nakumbuka zamani wanasema kijiji kinalea mtoto, kijiji kinakuza mtoto. I mean society, mtoto sio wako peke yako, mtoto ni wa society nzima, kwa sababu akiharibika mtoto atuangalie tu mama na familia, tunaangalia pia na watu waliomzunguka. Sasa kuna sentensi moja nimeipata juzi katika mafunzo, naambiwa ukimwona kuna mtu wa hovyo kwenye society, ujue hiyo society nayo iko hovyo, kwa sababu sote tumeona toka anapoanza kuingia kwenye huo uhovyo, na wote tulikuwa kimya, hatukuangalia how can we support kumtoa katika huo uhovyo. Either uwe ni mzazi, uwe ni ndugu, uwe ni familia, uwe ni jirani, uwe ni unaishi naye karibu and so forth. Kila mmoja ana part ya kucheza. Ndio maana zamani unakuta umefanya tatizo labda shule, unatandikwa shule, mwalimu anamwambia mzazi, unatandikwa nyumbani, au mfano jirani amekukuta barabarani unafanya kitu cha ajabu, anakuchukulia hatua pale pale, yani hakuna discussion, unatandikwa pale pale. Akirudi nyumbani anakuja kumhadithia mzazi wako, mzazi wake naye anakutandika vile vile, mzazi wako anakutandika wewe sasa, kutokana na ile habari aliyopewa na jirani. Lakini sasa hivi mtoto wangu ni wa kwangu, na inaeleweka kutokana na mabadiliko ya dunia and so forth, lakini it doesn't mean tufunge vioo, tufunge kila kitu
kutokusikiliza wengine wanatuambia nini kuhusu familia zetu, kuhusu watoto wetu. Pengine kuna nafasi ya kujifunza ama kuyachukua yale, kuyafanyia kazi na yakatuletea kitu kizuri huko mbeleni. Tutakuja kuangalia topic ya namna ya kutoa feedback na namna ya kureceive feedback, kwa sababu sio unavyoongea ndio itachukuliwa positive. There's a way of how you can talk nicely ili uweze kupokeleka vizuri. Sasa tuachane na hiyo, ni topic ya siku nyingine. Huyu mtoto tuendelee kumkuza katika maadili ya kujitambua kwamba lazima aheshimu watu wanaomzunguka, wawe wakubwa wawe wadogo, wawe wenye pesa wawe maskini, wawe wana elimu wasiwe na elimu, wawe wagonjwa wawe wazima. Lakini pia aanze kwa kujiheshimu yeye mwenyewe. Ukianza kujiheshimu wewe mwenyewe na vitu vinavyokuzunguka, hata kama havina uhai, lakini navyo ukaviheshimu, kwa sababu ukivitreat vizuri vinakuletea mambo mazuri, halafu ukaja kuheshimu watu wanaokuzunguka, huyu mtu atakuwa katika maisha rahisi sana, kwa sababu itakuwa imemjengea ndani yake. Kumbuka tulisema ukifanya kitu mara 21 inakuwa ni tabia. So hizi tabia ndogo ndogo, kwamba salimia wakubwa, pisha wakubwa wakiwa wanaongea, gonga mlango kabla ya kuingia chumbani, usiwe unaongea wakati wa kula chakula, kula chakula ukiwa mezani, mikono ikiwa juu ya meza, usiongea ukiwa unatafuna, saidia watu wazima mizigo, jishughulishe na shughuli za nyumbani, usikae idle tukizembezembe. So hivi ni vitu vidogo vidogo, lakini tukifundisha toka mwanzoni, huyu mtu anakuwa navyo. Hata kesho kutwa akiwa mtu mzima atakuwa na vipractice na atakuwa ni mfano bora kabisa kwenye maisha. Unakuta socket iko on, izime kwa sababu haitumiki. Bomba liko limefunguka, maji yanamwagika, yafunge. Kuna watu wana shida ya maji. Usitupe chakula kwa sababu, yani usipakue vya kuzidi ili ukitupe chakula, kwa sababu kuna watu wana uhitaji wa chakula. Ukimwona mtoto mdogo anapata shida, msaidie, hata kama umfahamu. Tusaidiane kwa sababu sisi sote ni binadamu. Sasa haya mambo lazima tuyaanze toka wakiwa wadogo, na sisi tukiwa wadogo tukishaelekezwa katika hali hiyo, tutaanza kujifunza vizuri. Usikae idle, soma vitabu. We all have 24 hours. Naendelea kupenda kutumia hii sentensi sana. Namna ya kutumia haya masaa 24 is up to you. Unatumia kufanya nini? Kujenga, kujiongezea maarifa, kujiongezea kipato, ama kubomoa, kuharibu, kuvunja heshima. Choice ni ya kwako wewe. Tutakuja kuangalia topic nyingine ambayo inakwambia wewe ndiyo chanzo cha siku yako kuwa nzuri ama la. Lakini tufundishe watoto wetu umuhimu wa heshima, umuhimu wa adabu, umuhimu wa maadili, tukianza kwenye maisha yetu sisi, ya watu wanaotuzunguka, vitu vinavyotuzunguka, halafu inakuwa ni tabia, tusichukulie sawa. Na hata kama sio mtoto wako na unaona anakwenda siko, mkanye, mfundishe. Inawezekana asikusikie, lakini you've done your part. Halafu kesho kutwa linaweza likamrudia kwenye akili, kwa sababu neno ukishasikia linakuwa kama liko registered. Inaweza ikawa limetulia ama likaamka. Kuna siku atakumbuka kwamba niliambiwa hiki na hiki. Wakati tukiwa wadogo, tuko kwa familia zetu nalelewa. Sasa dawa ya meno ikiisha, ikiwa inaenda kuisha, wewe unaona kwamba imeisha, unachana nayo, unatafuta nyingine mpya. Unapoanza kujitegemea, ile dawa unaikata nyuma, unachanua ile ganda nje ndani mpaka umalize dawa ya mwisho, kwa sababu umeanza kuinunua, unajua thamani ya hela. Ukirudi jikoni kwa mfano, ukiwa unakatakata nyanya, unakata lile kovu, yani unakata sehemu kubwa, baadaye unakuja kugundua lile kovu ni kasehemu kadogo sana. Ukishaanza kununua nyanya na ukijua kilo ni shilingi 2000 na kwenda juu. So tukianza kufanya heshima kwenye hivi vitu, heshima kwenye matumizi ya pesa, heshima kwenye namna tunavyoongea, heshima kwa watu wanaotuzunguka, hakika kesho kutwa inakuwa rahisi kwa huyu mtu. Anaithamini hela, anajua umuhimu wa hela. Hela haimsumbui, uchanganyikiwi na hela huku ukubwani. Ukiwa nacho unamwambia ndio mtoto ninacho, lakini hiki ni cha muhimu. Ukiona sio cha muhimu, hapana, hii sio muhimu, tuachane nayo. Kumpa mtoto kila kitu au kumpatia kile anachotaka sio mapenzi. Kuna kitu kinaitwa hard love, na kufundisha kwa wewe utaona kama nakuonea, lakini ni mapenzi magumu, ni mapenzi yasiyo na kubembelezana. Lakini kesho kutwa utakuja kuelewa kwamba ndio maana mama baba alisema hiki, ndio maana shangazi mjomba alinikatalia hiki, ndio maana jirani alinichapa aliponikuta nafanya hiki.
but itakuja kujua baadaye. And I'm sure most of you ambao tuko katika same age ama juu ama chini yangu kidogo, unakumbuka baadhi ya vitu ambavyo ulifundishwa huko nyuma. Sasa basi tuanze kuwapatia watoto wetu either ni wakwetu wenyewe wa kuzaa, wa kufikia, wa kulea, wa jirani, wa jumuiya and so forth, ili iwe rahisi kwao huko mbele, kwa sababu sisi sasa hivi tunayaishi na tumeyaona na tunajua kabisa hizi methali zina work, zinafanya kazi. Kuna utani wa wahenga sijui amekosea na nini, but truth itabaki pale pale. Tufundishe watoto wetu waje kuwa watu bora huku ukubwani, ili maisha yawe sahihi, maisha yawe rahisi. Tunakwenda hali ni ngumu kidogo compare tu huko tulikotoka, kwa sababu ya hizi nidhamu, etiquette ambazo tulikuwa tunafundishwa na kuziishi. So niambie wewe, kitu gani ambacho uliambiwa huko nyuma ama ulifundishwa sasa hivi kweli unakiona, ningefahamu na ningeanza kupractice since then, hapa labda ingekuwa hivi, maisha yangekwenda hivi and so forth. But hatujuti sana, but tunaweza tukaichukua iwe kama ni learning kwetu na kuitumia kwa kufundisha watu wengine. So drop your comments, niambie ni kitu gani ambacho unatamani ungekipractice ama unatamani umfundishe mtu mwingine huko anayekuja, ili akipractice maisha yawe rahisi. Until next time, endelea kufuatilia social media zetu, drop comments, subscribe kwenye YouTube channel yetu ili tuweze kuendelea kujifunza kila siku ya Mungu. Muwe na siku njema.